Okay, mambo vipi, mnaendeleaje, unaendeleaje? Natumaini uko poa. Leo tunafanya demonstration ya jinsi gani ya kutumia application ya mjasiriamali, na hii tunaifanya kutokea kwenye WhatsApp, kwa maana ya kwamba ikiwa umepata application ya mjasiriamali kupitia WhatsApp ndio taratibu wa kuweza kufuata. Kwenye platform nyingine zinawezekana zikawa na namna yake ya kutambua application, lakini base yetu ni kwenye WhatsApp. Ikitokea umepata kwa Telegram ama platform nyingine yoyote ya mitandao ya kijamii, basi utaratibu unaweza kuwa ni huu. Kwenye hii ukishapata application ya mjasiriamali, unachokifanya ni kuipakua kwanza kama ambavyo tunaona hapa, na wakati naendelea kupakua unaweza kujifunza pia kwamba sio application yenye kuchukua space kubwa, kwa maana ni MB 79 peke yake, lakini aina ya kazi ambayo yanafanywa na mjasiriamali app ni kubwa na nzuri. Okay. Kwa hiyo tutasubiri kidogo iweze kupakua kama ambavyo unaiona. Ikimaliza itakupa some options pale. Kwa mfano hapo kaibonyeza kuipakua kama hivi, bonyeza open file. Okay, hii inakwambia kwamba this file may be harmful. Kwa nini? Kwa sababu umeipata pasipo kupitia Android, lakini haina maana ya kwamba app ni harmful. Wewe unachokifanya ni kubonyeza open file na itakwambia do you want to install this app. Bonyeza install, itafanya installation. Baadaye bonyeza more details, alafu bonyeza install without scanning, kisha utaingiza namba yako ya pin kama unayo. Kwa hiyo screen yangu inaweza kaenda dark kwa sababu nitaingiza hiyo passcode ama pin ambayo ni kimsingi ni, kisha itafanya installation and then open. Bonyeza open, hivi ndivyo ambavyo itaonekana. Kuna walkthrough pages ya kukuambia ni kitu gani cha kufanya ama app inafanya nini, kwamba karibu mjasiriamali, fuatilia mauzo, manunuzi, matumizi na madeni kwa urahisi. Okay? Bonyeza endelea, sema anza haraka, kwa maana ya sajili bidhaa, wateja/suppliers, kisha anza kuendesha biashara yako. Kwa maana ya kwamba ukitaka kuitumia application haraka, basi anza kusajili bidhaa, wateja na suppliers. Hayo maeneo matatu na tutazingatia kwa kadiri ambavyo tunaendelea kujifunza. Endelea. Tengeneza ripoti za siku au baina ya tarehe 2 kwa muda wote pasipo kuandika kwa mkono, kwa maana ya kwamba pia application inakupa fursa ya kutengeneza ripoti. Kwa watu ambao mnajishughulisha na biashara, mnafahamu umuhimu wa ripoti. Kisha endelea. Tumia app bure, kwa maana ya kwamba mara tu unaposajiliwa kwa mara ya kwanza unapata muda wa matumizi ya bure kwa siku 30, kisha vifurushi vya bei rahisi vya wiki, mwezi, miezi 6 au mwaka vinapatikana. Anza sasa. Ukibonyeza anza sasa, inakupa some instructions hapa namna kujisajili, kwamba usajili plus muda wa matumizi. Muhimu kabla ya kuendelea ni kwamba ili kujisajili mara ya kwanza, hakikisha umeunganishwa na mtandao ama internet. Okay? Ni muhimu kuunganishwa na internet. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa kufanya usajili system inakusajili ili iweze kuhakikisha kwamba unapata kwa usahihi haki yako ya msingi ya kupata muda wa matumizi bure wa mwezi mmoja ama siku 30. And then anasema ikiwa ulishajisajili awali, huwezi kupata muda wa matumizi wa bure wa mwezi mmoja, lakini pia namba ya simu unayosajili hapa ndio utakayotumia kulipia vifurushi. Sasa hapa tunaweza tukaona kwamba kifurushi kwa wiki ni shilingi 950 kwa wakati huu nina rekodi video hii, lakini pia kwa mwezi ni shilingi 3500, na kwa miezi 6 ni shilingi 19500, na kwa mwaka ni shilingi 1036 tu. Maana yake nini? Shilingi 950 kwa wiki au kwa shilingi 3500, kwa mtu ambaye atachukua 3500 atakuwa na advantage kuliko atakayekuwa amechukua wiki, kwa sababu kuna punguzo la hela hapo ukifanya hesabu ya kawaida. Kadhalika na mtu ambaye atachukua miezi 6
atakuwa na punguzo kulinganisha na shilingi 3,500 kwa mwezi. Inawezekana sana ikapungua ikawa sio 3,500 kwa mwezi kama utachukua kwa miezi 6, hivyo hivyo kwa mwaka, kwa maana ya 36,000 ukigawanya kwa 12 unaweza kupata picha ya kwamba utakuwa unaokoa kiasi gani kwa mwezi. Na hapo tunaweza tukaiona kwamba kuna lipa namba ambayo ni 594779332. Jina ni Mjasiriashara and Tools, na kuna namba ya WhatsApp iko hapo. Kwa hiyo baada ya kuelewa utaratibu ukoje, kinachofuata ni kusajili. Na mimi hapa nitajisajili kwa jina langu. Kwa hiyo najisajili hapo na jina langu Mbeni Manai, namba yangu ya simu ni ile. Kisha baada hapo nitabonyeza sajili. Kama kila kitu kitaenda sawa na hapata kuwepo na shida yoyote, basi nitaunganishwa na kifurushi changu cha mwezi mmoja bure. Na kwa namna hiyo hiyo na wewe pia kama unavyoweza kuona inasema umesajiliwa, karibu, namba ni ile pale. Lakini pia mpango ni trial, status ni active, siku zimebaki 30 na expiry inaonekana pale ilivyo. Kwa hiyo nikibonyeza anza kutumia app, hichi ndicho ambacho nakiona ndani ya app yenyewe, okay?